tukisema haya wanasema sisi ni wabaya. Sisi ni wabaya kwa haya tunayosema. Kwamba tukae kimya. Tukikaa kimya mawe yatazungumza. Tumekataa kukaa kimya. Wamemkamata Lissu, wamempa kesi ya uhaini. Nataka niwaambie, mimi John Heche alichokuwa nakisimamia Lissu nitakisimamia kwa nguvu zangu zote. Hatutarudi nyuma. Wanasema sisi Chadema tunasema hivi, tunachotaka ni mabadiliko ya kanuni na sheria za uchaguzi ili tuende kwenye uchaguzi ambao ni huru na haki. Kusema hivyo tuna makosa gani bwana fanya? Hatutaki askari muhusike kuiba uchaguzi. Tunakataa. Hatuwezi kuwa sehemu ya huo uchafu. Hatutaki walimu wetu wahusishwe kwenye wizi wa uchaguzi. Ndicho tunachokisimamia. Kwa nataka niseme mbele yenu, kampeni ya no reforms no election itaendelea bila kurudi nyuma. Kama watataka watupige risasi, wakitaka watuue. Wanatuambia hivi, leo wameenda kusaini kitu kinachoitwa maadili ya uchaguzi. Kwamba chama ambacho hakijasaini leo hakitashiriki uchaguzi. Hao wanaotaka tusaini maadili wana maadili kiasi gani? Kairimo una maadili gani wewe? Watu mnaoiba kura mna maadili gani? Kuiba uchaguzi ni maadili? Kuiba kura ni maadili? Hatujaona polisi wanaingiza kura kwenye masanduku. Sisi tukashiriki kwenye ujinga huo. Tumekataa. Sasa ndugu zangu, tunasimamia pale pale. Sisi hatuogopi uchaguzi. Afande, mimi nimeanza kugombea ubunge niko mwaka wa pili chuo kikuu. Na nimekuwa mbunge, najua utamu wa bunge. Hakuna mtu anaweza kuniambia mimi naogopa uchaguzi. Mimi siogopi uchaguzi. Kuna mtu anaweza kunishinda mimi ubunge kwenye free and fair election Tarina pale? Wasubutu. Wana uwezo huo? Hii mashine ni ya kuotea mbali kabisa. Wana hoja za kujibu mambo naweza kusema mimi. Hiki ni kichwa kimelelewa vizuri, kimesoma vizuri, kina akili. Hiki ni kichwa kinaangalia miaka 100 nchi yetu itakuwaje. Sisi hatutakuwepo. Tunataka watoto wetu warithi nchi ambayo ni asali na maziwa. Watu wetu wanaishi kwenye umaskini wa kutengeneza na viongozi wa bovu. Vijana mnaishi kwa kufanya betting katika nchi ambayo mlipasa nyie mwe mnaenjoy dunia. Dunia nyingine, unaenda nchi kama Norway, watu wake wanapewa child support. Wanapewa support na serikali, wasiokuwa na kazi kila mwezi wanaingiziwa hela. Sisi tuna gesi fupi za ujazo trilioni 54.5, watu wetu ni maskini. Bob Marley anasema kwenye wimbo wake wa Restless, in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji mjinga na kiu. Unawezaje kuwa na kiu wakati uko katikati ya ziwa Nyasa? Katikati ya utajiri wajinga ni maskini, watu wetu ni maskini. Tumekuja kuwaomba mtunge mkono kwenye tunayoyasimamia. Wanasema chama hiki kisiposhiriki uchaguzi wa kipumbavu kitakufa. Tumesema hivi, kama tutakufa kwa kusimamia ukweli, Mungu atatambua tulisimamia ukweli na kife. Sisi tunataka kushindana kwa hoja. Hatuna bunduki. Hatutaki kupindua nchi hii. Tunataka uchaguzi huru na haki. Tutampelekea Samia mwenyewe kumwambia watu wa Tanzania hawataki uchaguzi wa aina hii. Ukiazimisha kwenda kwenye uchaguzi, na uchaguzi wa bila Chadema utakuwa uchaguzi gani? Wanachukua vyama vya mfukoni, eti wanadanganyana eti wataenda navyo kwenye uchaguzi. Nani ataenda kupiga hiyo kura? Mtaenda kushiriki uchaguzi bila chama chenu? Wa Tanzania kuna atakaye haribu muda wake kwenda kupanga mstari. Leo katiba ya nchi yetu ibara ya 27(2) inasema ni wajibu wetu kulinda rasilimali za nchi, kulinda mali za nchi yetu. Unachukua bilioni 500 unazipeleka kwenye uchaguzi ambao mmeshaamua nani awe rais. Kwa nini mnaenda kufanya huo uchaguzi? Kwa nini msichukue hizo pesa mkawaletea wananchi matrekta,
mkawaletea maji, mkawaletea nini, walime fedha, wapate fedha mfukoni kuliko mnavyoenda kuziharibu. Kwa nini? Mjitangaze, halafu mkijitangaza hizo pesa pelekeni kwenye mambo mengine ya wananchi. Tunaelewana watu wa Kyela? Jana mmesikia wabunge wa CCM wanasema kwamba Rais Samia si umteue Majaliwa kuwa waziri mkuu. Hiyo ni dharau kubwa sana dhidi ya Watanzania, kwamba tayari Samia yeye ni rais, nyie muamue msiamue, yeye ni nini? Nani atakusikilizeni nyie mtakapolalamika kuhusu barabara mbovu, kuhusu maji, kuhusu nini? Nani atakusikilizeni kama kura yako haiamui? Ndio maana lazima mpiganie nguvu yote kuhakikisha tunarudisha heshima ya nguvu ya kura ya wananchi. Tunaelewana vizuri watu wa Kyela? Sasa wana Kyela, hivi nimebaki na najua maisha yangu yako hatarini wakati wote. Niko tayari, nitaongoza wananchi, sitarudi nyuma na sitawapigia makofi. Nchi hii sio ya kikundi cha watu wanaoishi Dar es Salaam. It's our country. We are ready to die for it. Tuko tayari. Wana mabavu, wana nguvu, wafanye wanachotaka. Lakini nawasihi usikubali kushiriki ujinga huu unaoitwa uchaguzi. Katiba yetu ibara 27B inasema tuna wajibu wa kulinda, kuzuia ubadhirifu. Kwenda kwenye uchaguzi ambao wabunge wa CCM tayari wanamwambia rais nani ama waziri mkuu, ni kudharau wa Tanzania.